Nasikia poa sana. Tuambie kitu. Talk to us, say something. I know the journey has not been easy. Habari zenu? Mimi naitwa Sara Gishoki. Hii journey imekuwa ngumu lakini ya mwisho tumetomboa. Mimi nilikuwa nje ya country, nilikuwa natuma vile niliona anauza shamba. Nikakonektiwa na Mshaina. Watu wengi tunajua Mshaina. Sasa vile alienda live, nikasema nataka, nilikuwa Saudi. Lakini vile tuliongea na Ken, akanipatia nini vile nitalipa kwa bank, nilikuwa napata mshahara nalipa. Lakini kitu ya kuchangaza, vile nililipa ya mwisho, nikaclear. Sasa tukamalizana na Ken. Next month, ndio tulikosana na boss wangu. Mnaelewanga ile mambo ya Saudi. Tukakosana na boss. Maybe unaweza kuwa umesikia story yangu. Mimi hapa nilirudishwa na serikali nikiwa kiwete kwa wheelchair. Nilikuwa nimepigwa, nimevujika, nimechomwa. Sasa nililetwa na serikali. Nikakuwa kwa wheelchair kwa muda. Alafu sasa nikaanza kutembea na miti mbili. Mpaka ya mwisho saa hii ni Mungu natembea. Sasa ujue vile nilikuja nikaona kwa Saudi nilienda tu nikanunua chamba. Lakini kutoka nilitoka tu vile niko. Sina chochote lakini niko na shamba mahali. Sasa nilikuwa napatia Ken pleasure. Nimemsubua. Hachukui simu. Mimi niko mgonjwa. Alafu nasubua Mchina. Chenye nimetolea Mchina kofia hajawahi kosa kunichukulia simu hata siku moja. Namuelezea niko na stress. Alafu wakati huo pia nilikuwa nimenunua chamba hapa Darugo Nyashafa. Nilikuwa nimejenga mpaka ikafika rento. Alafu mwenye aliniuzia alikuwa amekufa kama mwaka moja kwa ajali. Sasa kuenda kujenga nikajenga mpaka rento, ilitokelezewa na watu 5. Na hiyo nyumba yangu ikabomolewa. Sasa ile pressure nilikuwa na uchungu sana. Ile plot nimenyang'anywa. Alafu hii ya Ken sina nini yake ananiambia hivi. Lakini Mshina kila wakati nilikimuuliza kaniambia Sara, nilikuambia Ken ni genuine. Hakuna kitu alikuwa anapitisha hapo. Ken ni genuine. Na mimi nilikusimamia lazima utapata title yako. Na saa hii nimekujia title nikiwa na furaha na nimeshukuru Mungu ati natembea. Story yangu ni mrefu sana. Nashukuru Mungu ati leo nimekujia title yangu. Na Ken pole sana nimekusumbua. Na unaniunderstand. Uchungu yenye nimepitia. Sasa nilikuwa nafikiria hii uchungu yote nimepitia na nimekuja nikiwa kiwete. Chenye nimepata kachamba sitawahi kupata. Takuwa nakumbuka ile uchungu aje. Lakini Mungu ni mwema. Nashukuru sana. Na mbarikiwe sana. Nimefurahi. Nimeona Madhayo karibia hapa. Kuja. Huyu kijana ameenda kwa safari mkimuona hivyo. Alipata gari yetu ikipita mahali Gong. Akaikibisha mpaka akaomba kaflyer. Akapewa kaflyer. Akapiga kwa ofisi akaniongelesha. Na ukweli alikuwa usikimwona utaona tu si ukweli. Lakini wakati tulienda site alichukua plot ngapi na pia yeye amenisukuma. Habari zenu? Hii Madhayo ni jina yangu ya kazi tu. Mimi mnaniona hapa, mimi si msanii, mimi si actor, but I'm a hawker. Nilikuwa nauza mtumba, mali pesa hiyo shamba ilitokea. Wanauza mtumba, COVID ikakuja, kaambiwa hakuna ngozi inakuja. Sasa nilikuwa naenda nachagua 30 bob, unakuja unauza 50, unachukua 70 unauza 100. So ilifika mahali COVID wakati ilikuja kikaumana.
Sasa the only way out ni uko na family, kuna bibi na watoto wawili, kuna moja sahihi yako class 1. Kimeumana. Sasa the only way ni use a mask. Mi mask nilipata kiuzwa 20 bob kutoka kwa 100. Sasa hapo ndo nilikazana nayo. So nilikuwa hoka pale stage bulbul walipanaitwa Rubis hapo. Niliuza mask. Niko na gari ya shelter Chidenso ikipita. Walikuwa na refuel mafuta hapo. So mimi niliweka mask chini nikakimbiza gari mpaka anipatie hiyo flyer. So nilichukua nikaangalia pesa zenye ziko. So mimi wacha nisiwadanganye, mimi sija save na Equity. Equity nilianzia juzi tu. So mimi nilikuwa nafanya kazi ya kusave coins kwa mtungi. Nilijaza mtungi ya 20 liters. Na sikuwa najua ile pesa nilikuwa na, nilisema tu kama niko na 50-60 hapo hivi. So time nilijipeka 2 years na nusu, hakuna off, naamka saa 10, nafunga kazi saa 4 usiku. Bibi yako hapo, watoto wanasema baba, nimezoea kazi ya mtumba ya kuuza 100, sasa hii 10 bob. So wakati nilipasu hiyo mtungi, nilijipata niko na 240k coins. 240k. Alafu saa zile kidogo nilikuwa nazo cash juu nilikuwa naeka kwa nyumba. Bibi sikupata mkora. Ndio angenikimbiza. Sasa hiyo nilikuwa kama 20. Nilikuwa na 23 years hapo. Wenye tulitoka high school 2015. Kajituma hoki. Mother ako pale, huyo ndo alinifunza kukatakata sukuma sokoni. Mpaka nikakuwa hapo maliniko. Huyo ndio mother. Na ndugu yake hapo na sisi yangu hapo mdogo. So mimi kwanza kitu ya kwanza sijaijua mambo na serikali. Time nilienda kuchange hiyo coin, niliitio CID. Siwajui. Niko na reflector yangu na kofia, venye nimezoea stage. So manager akaniambia, hizi pesa umetoa wapi? Nikamwambia nimekuwa nikihawk, unaweza enda kwa CCTV zile za barabara ama za Rubis. Akaniambia hakuna shida, sisi tunauliza pesa imetoka wapi. So hawa watu si DCI wana sura mzuri hivyo, ni uso personal bana. So kuna time ilifika sasa mahali wakaniambia sasa tupigie hesabu hii pesa mali umetoa. Juu ukiangalia kila mtu kwa civilian waliingia kama mtu mwenye amekuja kuweka do. So mimi nilikuwa na uoga, ni first time kwenda kudeposit pesa kama hiyo, first time kupatana na vitu kama hizi CID. Hata wafichi bunduki wameshika kwa mkono. Ready to mess up au uende. Pesa iende. So tulipiga hesabu ikaingiana. Na wakaniambia nisirudi kubeba pesa hiyo design. Lakini sasa mimi nilikuwa na deposit nikute Ken. Luckily deposit pesa nikaweka. Na zile zingine zilikuwa kwa account kidogo. Kaenda tukavisit shamba. Nikaiona Lumuruti. So nililipa pesa yangu cash yote. Nikabaki chupri bila eni. Nikarudi tena bado kwa ground kusanya, nikapata pesa nyingine kidogo na kujikimu na familia na ndio kuna hustle naye COVID ikaisha. Nikachukua motorbike. Mimi ni msewa boda. So kile tumeletana juu, hata ukiniona hivi, nimempeleka mbio. Hakuna kona sijaguza DCI. Hadi saa hizi phone contact iko na DCI all kama 20. So nilikuja nikasikia ripoti zimetoka, nikaconfirm. Hata Deno tumetukanana na yeye mbaya sana. Hiyo na hizi ficha kutukanana naye tumetukanana vibaya sana. Juu sasa mimi niko na pressure, bibi ananiuliza yeye ulienda kanunua shamba iko wapi? Haya, watu wengine wanasema haka jamaa kanunua kana hook, kalifaidika na nini juu wanataka kuona kitu niko nayo hapo. Lakini wewe akili yuko kwa shamba. Mpelekana juu kabisa. Hata kena juu kama nilikuwa nimempeleka. Kuna story mingi lakini kama hapa clients wote hapo mingi tunajua. Kuna simu gani umempigia akakosa kuchukua. Kumtext WhatsApp anakublue tick. Na ama hata anakublock. Nikuwa kwanza.
Hizo zote nimepitia. Pressure nimepata mbaya sana. Mpaka kama si venye mtu anakuaga na Mungu wake. Hai. Mimi nilikuwa nasema Ken, na nisikudanganye, mimi nikikupata hivi hata tuseme tupatane mahali kufanya damage. Total damage. Ikiweko kwa news waseme kwa nini ulifanya huo jamaa hivyo. Niseme wazi. Tuliekesha pesa, jamaa akachukua pesa na akaenda nazo. So, hata kama nitafungwa acha niache nimeambia watu, nimemada huyo. Mimi nafurahia sana kukuja hapa juu yenyewe, najua nikitoka hapa nitatoka na kenye nimejishindia. And I'm a proud hawker. Hata mtoto wangu akienda shule, aulize baba anafanya nini sasa? Mask na 10. Mask na 10. Baba wangu ni wa mask. Na na proud. Niko proud. Na hapo siwezi toka, hata uniandike kazi sitaki. Mpaka nijiandike mimi mwenyewe. Kazi ya kuandika iko na challenge pia. Anafurahia. Mnasikia changamoto tunapitia tu. Si ndio? Waacha niangalieni niwaone vizuri. Haya. Pole. Yes. Mama Shadia. Mjambo nyote. Kwa majina naitwa John Macharia Wanyaike. Na mimi ni mmoja wa wale ambao alikuwa anasugua Ken kwa sababu mimi ni investor. Na ajabu iliyoko ni kuwa nilijuana hapo kitambo, akanipeleka huko na nyuki, nikaona shamba, lakini wakati ile ilitokea huko Muruti nika delegate. Kwa hivyo sije anunua yangu binafsi. I have 3 groups ambazo mimi niko chair. Na kwa hivyo zote nika delegate watu wangu waende huko Muruti ndio waone hizo shamba ziko vipi. Na wakaenda. When they came back, we actually sat down. We told us how the pros are, na tukawa na hiyo nia ya kununua. And we organized ourselves, sababu tulikuwa na map. Tukachukua na tukapeana ripoti ya kuwa tutanunua. And actually we were given time ile tutakuwa tumemaliza. Na tukaambia ikipita hapo tutakuwa na fine. And we made sure, I think it was about 3 months. I made sure we were to clear the 3 groups. Each group ilikuwa na 2, lakini moja tulikuwa na ploti 3. Na wakati tulimalizia kulipa, sasa tulikuwa tunafikiria within in fact even I was given a promise that within 2 months I'll get the titles. And I reported the same to my groups. And after the 2 months, there were no fruits. We continued with the time, and it arrived at a station where even the offices, you could not access anybody. Na hapa na mimi, mjue si nimesema ni chairman wa groups. Hata mimi na pressure ya group members, anytime you are meeting, because we meet every month. Anytime we meet, wananiuliza titles ziko wapi. Naambia tulieni tu, tunajaribu kufuata. Najaribu kufikia Ken, na hata alikuwa ni rafiki wa kweli kabisa. Sababu hata majina hakuwa ananiita Macharia, ananijua Baba Karo hata sasa hivi ukimuuliza. Kwa hivyo tulikuwa marafiki wa karibu. Lakini sasa ikafika mahali naye ako na pressure ile ametuelezea. Kwa hivyo mimi napigia simu hachukui. Naenda kwa ofisi hakuna. Nikienda kwa meeting members nao hataki kusikia. Hata ikafika mahali wakaniambia sasa fanya hivi, uongee na wao turudishiwe pesa zetu, ploti zikae. Na nikamwambia nitafanya hivyo. Then hata kama ameniambia hivyo, kule nitatoa pesa ni wapi? Na Ken hachukui simu. Ofisi
imefungwa. Sasa nilikuwa nafurutwa pande zote mbili. Na kusema kweli, I also went further. Hata mimi nilikuwa nimefika kwa DCI. It is good to report that. Na sio mambo ambayo yalikuwa ni mazuri kwa Ken. Sababu hata kuna jambo mingine I was directed to. Alikuwa sijui anaitwa auditor. Sikujua majina yake na tuliongea naye kwa muda kwa kunipa ahadi ati tutapata title. Na hata alikuwa anataka sasa sio mambo ya title, atakuwa intermediary ndio tuweze kuelewana na Ken. Lakini ikafika mahali ile lugha alikuwa ananiambia na kule alikuwa ananiambia niende, nikamwambia mimi nilinunua shamba nilipa huko Thika. Ananiambia niende Nairobi Gara. Na hata ni mtu sijui. Nikamwambia siwezi kuja huko, kama huyu utakuja Thika siwezi kuja huko. Ikafika mahali ikawa hatuelewani hata kidogo. Na hata akaongea vibaya, na mimi nikamwambia hata sikujui, ile najua ni Ken. Na kwa hivyo siwahi kunipigia simu tena. Hiyo mambo ya shamba ile najua ni Ken. Na ikafika hapo hatukuongea tena. Na sasa tukaendelea then from I think it is last year around June there ndio nilipigwa na Mungai na akaniambia now they are planning to give us the titles. Akaniambia sasa wanataka tuwapatie all the details of groups. Na nikapeana zote, nikapeana KRIP, alafu nikapeana certificate ya group, na nikaambiwa sasa title tungoje zitatolewa. Then after some time hata hiyo tena ikakoma. Hakuna mtu unashika hata moja. Ukipigia Ken hachukui, ukipigia Mongai hachukui simu. Sasa tena ikawa ni ngumu. Na unajua tena nilikuwa nimewapa hope my group members. Sasa mambo iko mzuri tena inakuwa na giza. Tena tukagoja tu after I think it's around November last year hiyo tena nikapigwa, nikaambiwa hiyo sasa mambo inaendelea na tugoje tu itakuwa mzuri. Na unajua nawaambia wakati wote nikipiga Ken hakuwa anachukua. Siku moja nikaamka asubuhi by 5 nikasema hivi nijaribu Ken. Nikapiga kwa bahati nzuri ikaingia. Tukaongea na yeye akaniambia sasa ile nitakwambia I promise you the titles will be out but I cannot tell you the specific time. Sitakwambia ni lini kwa sababu hii ni safari ndefu na ina changamoto zake. Nikamwambia basi kama unaweza kututolea unijue ninasumbuliwa na watu. Aliniuliza swali na kukumbuka mpaka sasa. Na hao members wanakusumbua wakati zitatoka watasemaje? Sijui watasemaje leo sababu niko na wao. Some of them I have them here. Na kwa hivyo vile ningesema we are very happy arriving to such a situation where we are assembled here actually to get our titles. It is about 3 years. Na hiyo ni muda mrefu. Having invested your money somewhere and you have no hope. Sababu hata kama ni mahali mnaongea na director anakuambia now we have these challenges and it is maybe for a specific time kama 2 years, mngoje 2 years. Ikifika 2 years tutawapatia title. Ungekuwa unangoja. Lakini hapa we had no any direction Tulikuwa tunakaa tu hatujui kama zilipotea, kama tutapata. Na hata last time about 2 months kuna wakati nilienda kwa mkutano nikaambiwa sasa hizo story zote unatuambia sisi hatutaki, tunataka ila pesa zetu ama title. Mpaka hata mimi nikakasirika na nauliza members. Nawaambia nafuata hii kitu na mnaongea hivyo. Nikamwambia kwa hivyo hata wao ndio sababu nilikuwa nataka waje leo. Wasikie hayo maneno na waone sio grupu hizo zetu peke yake zilikuwa kwa hiyo changamoto, tulikuwa wengi. Na kwa hivyo kwa upande wangu nimefurahi na Ken, Mungu akubariki.
na kama hata kuna project zingine unaendesha ziweze kufaulu na all the investors wafurahie. Mungu awabariki. Tunasikia tunaendelea vizuri tu, na niruhusu sababu najua kila mtu ako na testimony yake. Kuna wale pia walikimbia kwa mtandao. Uzuri wengi wetu vya digital people, si ni ukweli? Kuna wale wameenda wakaongea na bloggers, si ni ukweli? Wengine wameweka Facebook, wakaenda wapi, but I stood with one thing all along, that you will get what you deserve. Mimi sikuwa napitisha wapi hapo, si ni ukweli? Wale wako ng'ambo pia wakinipigia, my message was very simple, that you will get what you deserve. Maybe to clear the air. To clear what? Mr. Kamondo ameniambia niwaambie ukweli. Na my intention for calling you today, kama tabia yangu, tukienda site nilikuwa nawanunulia lunch. Si ni ukweli? Kampuni zingine unapewa kama maziwa na biscuit. Mimi nilikuwa na make sure mnakaa chini na mnakula. And up to date, hiyo sijai ya. Na ningeona aibu sana vile tulikuwa tunakaa huko na tunavumilia tukipatana kwa barabara. That's why I had to recognize you na niwalete in such a formal good setup. I want to clear out something. Our guest speaker akiongea alikuwa anasahau, nasikia anataja hodari. Si ni ukweli? Alikuwa anasikia anaenda anasahau anataja nini? Hodari. Na sio yeye tu. Najua hata wengine wenyu, hata asubuhi kuna mtu aliniita, sijui ni nani. Ken wa hodari, turadi tajiko. Si yako hapa tu. Si yako katikati yenu. Si ndio? Because this is something you know, you just needed what? Just a confirmation. I'm here to confirm something. That all the money projects, I want to mention them. Ili mtu aelewe mahali alinunu, website ni ile ilikuwa pale posta. Hiyo shamba iko very intact, up to date. Tuende Mountain View ilikuwa pale Mount Mary. Shamba iko very, tuko na Mountain View 2 iko pale Mount Mary. Shamba iko very intact. Are you together? Tuko na shamba na nyuki, Silver Prince, wale walinunua na nyuki. That land is very intact. Tuko pamoja? Are you together? Kuna wale walikuwa wanasema hodari ndio imebadilishwa jina, Dhamani imebadilishwa jina ikaitwa hodari. That's why I'm here today, to bring the difference between the two. Kuna wengine wanasema shamba zetu za Dhamani ndio zinauzwa na hodari. Si ni ukweli? I want to make it very clear today, ili kila mtu aele. Tumepea maofisa wetu kazi ngumu sana. Wacheni niwaambie. Wanaenda wanashida kwa shamba ya Dhamani ati wananigoja napeleka. Ati wameona basi ya hodari ikienda Rumuruti. Wanachukuana wote wanakimbia wanashida kwa shamba ya Dhamani. Ati ndio wanapeleka watu. Jioni ndio hata wananipigia wananiambia, "Wewe unaitwa Kennedy uko wapi?" Nyahururu. "Umefika Rumuruti?" Mimi nimeshida wapi? Rumuruti. Wapi? You understand? Sababu hao waliagua basi ya hodari inaelekea wapi? Rumuruti. Na watu wamesema hodari inauza project za Dhamani. Si ni ukweli? Tukienda Malindi, to be honest, we have taken more than enough officers. Wanajifanya client wa hodari, they want to do investigation about hii hodari inauza mashamba za. And I'm very sharp. I identify them very fast. Na siwaongere, let them do their work. Si analipwa sababu ya kufanya hiyo kazi. Si ni ukweli? Na mimi niko na kazi yangu. Anafanya, anarudisha Sema wacheni kutubeba wana. Tumeenda na hivyo ground kuko na venye mnasema ni tofauti.
Mimi nasemanga hii dunia kila mtu afanye kazi ya. Si ukweli? Mimi nitaingililia wao afanye kazi yao. Si wafanye kazi yao na mimi nifanye kazi ya. Dhamani had 2 directors. I myself, and on top of that, I was the managing director. On top of being a director, I was the managing what? I was directly involved in all the operations. That's why most of you knew me. That's why most of you never even mentioned the other one. You point all your figures. If you go to all the OBs zenye umepeleka kwa DCI, the other one do not appear. And I know you know her and I know you know that. You take who? Kwa kweli hata na wa mgogo. You understand? Are we together? And wakati niliona in marriage na waibaji wetu wanafanya kazi mzuri sana. Sababu naiba anasema kwa hiyo haki urekatia. Kwa hiyo hekatia. Kwa dialogue ile tokire haha tha ici. Are we together? Could we be here today? Maybe no. So, what I did, the money is very intact with all its properties. But beside that, I'm a family man. I have so many people rely on me. If I converge the people who rely on me today, they are more than this number here. Kwa pamoja, wale watu ili kwa kunuke kitunguu, they rely on me. If I converge them here today, they are more than the way we are converged here. And the other side, naona tunaelekea kwa mto, and I'm trying to make a shout. Nobody can see. My background is on risk management, professionally. So I can see a risk 10 years to come. I can see it where? Today. Hiyo ndo mimi nimefunzwa na Wari. Risk what? And it can be very hard to tell you there is a risk ahead. So abu hawezi ona the risk, but me I can be able to do calculation and see what? A risk ahead. So me I saw a risk ahead. And I planned before the risk. Are we together? Na mimi nikaona vizuri this industry called real estate wengi wamelilia. If I exit real estate, will I have solved any problem? Nitakuwa nimeleta suluhu yoyote to this industry? No. What did I decide? Hapa kiatu inaniumia ndo nitakaa. I had so many advices. Before real estate, I was doing other jobs. And to be honest, even today, I just need to drop my CV somewhere. Na mimi unipate mahali pengine nikifanya kazi ya very senior office. But I decided that is not the option I'm going to take. I'm going to stick. I asked myself a very hard question. Why did I start? Na hiyo ndo ilinipea nguvu nikasema I have to finish. Are we together? Nilijiuliza, why did I start? That one day the ideas of real estate came into my mind and I started, and now I have clients. Should I go and start something else new, or should I persist in the same industry until it is straightened? And that idea, I said, I'm going to start something totally different from this one. Are you together? And I will try all the options zenye hazijafanya kazi hapa, ndo nitajaribu pale, nijue ni mimi niko na shida, ama ni options zangu ziko na shida. By the time I'm quitting, I will have enough. Tunaelewana? And at that point, I can be able to start and advise somebody else who want to venture in the same business. And I started very few steps. Na vile our guest alisema, we are the starters, then God does what? Move us. Si ni kweli? To be honest, kazi yangu ilikuwa tu ya kuweka funguo na kugurumi. The rest
ni kama video, ni kama cinema, I cannot understand up to date. The moment we opened the doors for Hodari homes, that day, in less than a month, we had enough clients. 6 months from that time, we were issuing titles. And those clients, none of them had bought from Dhamani real estate. I have to put it very clear. Because I came with quotations. Client mwenye ananidai title, si ni ukweli? Hata kama anataka kununua, haja gani niongezee deni yake na bado sijalipa hii. Si ni ukweli? And I told my team, those people, we have a debt to pay. Na lazima tutawali. Si ni ukweli? Bona uwadanganye tuende kuongezea nini? Deni. Let them first stay aside. We conclude on the first chapter and then we will go to the second. Are we together? Tuko pamoja? Na sasa kutoka huo wakati, it's 2 years down the line. Last Saturday, hii ya juzi, 6 days ago, we did our 6th title issuance. Najua muliona kwa news na online all over. In less than 2 years. And I proved that the things that I wanted to try, they are working. In the record of real estate, we are ranked the best in terms of title issuance. And even the money titles, I could have issued them long time ago. It's only that we had situations over me. Are you together? So mnasikia kuna wazee wamekibia hata offices. Si ni ukweli? Mambo ikikuwa ya serikali, mimi kia nitaamka na nifanye vile nitataka. I have to go with the year. Because one, they have to do their investigation without being interrupted. And that's why I give them adequate time. Adequate what? So tumepeana title hodari, ni za Dhamani tulikuwa tunapeana. You understand? Tuko pamoja? So I gave them adequate time to conclude on their findings before I proceed. Only that I could not report to all of you. I could be creating panic to you. Me, I knew at the end of the day things are coming to an end and you are going to get. Actually, I was defendant of your properties number 1 up to date. Hakuna mtu anaweza guza hiyo property when I'm around. That is a declaration. And those who know me at a personal level, they know me. And I start with my words. Are you together? I start with my words. And when the time came, na nikaambiwa sasa we have finalized our findings, you can proceed, give members the year. That's what I did. And that's why we are here. Kama ni kwenda nilikuwa nataka kwenda, si the other side jiko inaendelea vizuri. Si mimi ningeshughulika na ile. Niwachane na nyinyi. But I have conscience. And the way I'm trained, I have to be clean. Imagine I have sold to my cousin. One of my cousin was the main investor. Amenunua over 12 plots. Where I fellowship, I have sold to so many people. Na nawaona hapa. Ile kanisa naenda. Nawaona ni wengi sana kwa huu mkutano. Imagine every Saturday, na sijai kosa kwenda kanisa because of that. Because I know my heart. Naenda naona ile jicho ananiangalia. Nikikuwa smart ni shida. Nikienda Thanksgiving pale anasema ni sababu ya ile title. Akipata nikicheka, unaona venye anacheka na akiniona kwa duka, nikifika nyumbani tukiwa na gathering, we hata hauko huko. Wende tu ukiwa smart, unaona kama mkutano kana hama, kanaenda kona. Unamuona? Are you together? So I have gone it
through all of it, but it have made me more stronger, more wiser. Right now I can sit down and advise other people because I have gone through it, not the way I was. And I say some things Mungu anakuanga ameandika hata kabla uzaliwe, na anajua saa hii ukijua ile mambo inakugoja mbele, na Mungu ni yeye alipanga kabla uzaliwe, utapotea. Kama mimi angeniambia ukweli anifungulie hiyo page ningeruka. Lakini kama alikuwa amesema lazima utapitia na uimalize, what do? We have told we start, he does what? Na hivyo ndo alifanya. That's why we are here. So whenever you hear Hodari Homes or you see me in Hodari Homes, Dhamani never changed its name to be. Actually, the management and operations at Hodari Homes, they are totally different from Dhamani Real. Are you together? And even the staffs we used to work with in Dhamani, they know. I told them, until we sort members, I don't want any one of you come work where. Sitakuwa nabeba shida pale napeleka hapa. I stood with my words. I'm also very delighted and very happy to know, I came to know it yesterday, that some of you, hata kama nimekataza mununue Hodari, mmekuja and you have invested it behind my back and even received the titles on the other side. Na nilihesabiwa mpaka nikacheka. Na tunaongea na nyinyi vizuri, mnanichapa hii side na kule mnaenda mna invest na mnavutana. Are you together? Tuko pamoja? Na wamepata title. On Saturday some of them received their titles. Na wengine wamenunua even 2-3 projects. Na si plot kidogo, plot me. Are you together? That is the love. I cannot forget the people who called me to encourage me. Wananipigia simu wananiambia, Ken, najua uko na title zetu, lakini Mungu yu na atakupigania mpaka mwi. Just be strong. Sometimes we just need that encouragement. Just that one. Inakutia nguvu. Are you together? Kuna wengine wameenda wamenidefend social media. Me, I have never talked. Mimi niliona kuliko nitusi mtu aishi kukubuka, wacha nifanye. Are you together? I have never talked. Lakini kuna wale wanapigana without me knowing. May God bless them. Those who are patiently waiting, not knowing when. May God bless you. Wale walinititumua bio, siwezi wasahau. Si ukweli? Wacheni niwaambie. And we have the men of God here. Sometimes kwa maisha, mpaka utolewe bio is when you know your strength. Si ukweli? I have known a lot of my strength through that, and I appreciate. I actually pray for you. I took it very positive that God wants me to discover myself and my strength and what I can be able to do, the things I can be able to handle. Are you together? And as I continue so that we got the title issuance they need, there are people who followed me blindly. Na waambia, jia ni gani? Jia ni gani? Na waambia jia ni hii hata kabla tuachane na atandikwa social media. Wananiambia mkubwa, hata kama unasema jia ni hii, jiangalie. Kwa madhahi kajiangalie. Unadhania ni rahisi? Bwana Musa karibia hapa. This gentleman aliniamini blindly. Sijui alitumia instincts, atatuambia alitumia nini. He decided to follow me.
and follow my steps. Namwambia jia tunapita katikati. Hata nitadikwe anasimama na mimi. But I told him and I have really shown him the way. You have to start firm. Na anajua, I'm a straightforward. Are you together? Nikisema jia ni hii. People get what they have invested for. And that's why the other side, we are celebrating the 6th title issuance. Tomorrow, Saturday, we will be doing the 7th in Mombasa. Kesho mutatuona kwa mtandao, tutakuwa Mombasa, issuing other title deeds. 30th March, we will be issuing other title deeds. Are you together? Tuko pamoja? So, we have decided to sanitize and clean the industry because I understand the problems. I have run through the hard way. I have known. And we have to leave a mark and a legacy. And watch the pace. Watch what? The pace. So, nataka wana MC, saidia Bwana Musa mic.